Mfumo wa uhasibu na utoaji wa taarifa za fedha ngazi ya kituo cha kutolea huduma umetajwa kuwa mwarobaini wa matatizo mengi ya taarifa za matumizi ya fedha zikiwemo za elimu bure. Kupitia mfumo huu, fedha zote zinazotumwa ngazi ya vituo vya kutolea huduma kutoka serikalini zitakuwa zikionyeshwa katika mfumo mmoja ambao utamwezesha mfuatiliaji kutambua kasoro kwa urahisi. Mafunzo ya mfumo huu ambayo yanatolewa kwa udhamini wa watu wa Marekani kupitia mradi wake wa uimarishaji wa mifumo ya sekta za umma maarufu kama P3 kwa watendaji ngazi ya halmashauri hapa nchini unalenga kuondoa changamoto ya utoaji wa taarifa na utambuzi wa matumizi ya fedha ambazo zimekuwa zikitolewa na serikali kwa watu wa huduma kama vile shule, hospitali na zahanati hapa nchini. Kwa tija kubwa ambayo tutaipata ni hela serikali itakuwa katika njia sahihi, katika format sahihi kwa nchi nzima. Ndio lengo kuu la mafunzo. Wakizungumza kwa nyakati tofauti wakati wa mafunzo yaliyokuwa yakiendelea katika ukumbi wa Tiffany Diamond Hotel mjini Mtwara, maafisa wa usimamizi wa fedha Sara Machumu kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Franki Kiando kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mtwara kwa pamoja wanasema mfumo wa zamani unaotumika hadi sasa una changamoto nyingi ikiwemo kutofanana kwa mfumo kati ya halmashauri moja na nyingine, hali ambayo inaleta shida katika ufuatiliaji na utoaji wa taarifa za pamoja. Haya mafunzo kwa ujumla wake yataleta tija kwa taifa kwa maana kwamba mifumo ya zamani ya ukusanyaji wa fedha ilikuwa kila taasisi ilikuwa inaweza ikatengeneza taarifa yake kwa mfumo wake ambao upo. Lakini serikali inataka ilete mfumo ambao utakuwa uniform kwa nchi nzima. Kwa hiyo itakuwa ina tija kwa maana kwamba ukitoka mkoa wa Mtwara ukaenda Lindi, ukaenda Morogoro, ukaenda Dar es Salaam, utakuwa unapata taarifa ambayo ni ile ile kwa format ambayo tunaelekezwa hapa. Kingine kuhusiana na huu mfumo ni kwamba umekuwa ni wa muhimu sana sasa hivi kwa sababu kabla ya hapo hapakuwa sana na fedha zinazopelekwa ngazi za chini, lakini kwa vile serikali imeamua kupeleka fedha moja kwa moja na hasa kwenye zahanati na vituo vya afya pamoja na kliniki, tunaamini kwamba huu ni wakati mwafaka. Kwa upande wake, mhasibu wa hospitali ya wilaya ya Lushoto Mwantumo Maruku anasema kupitia mfumo unaotumika sasa kumebainika kuwepo na changamoto nyingi hasa kwa watu wa huduma. Sababu kubwa ya changamoto hizo ni pamoja na ufahamu mdogo wa watu wa huduma katika masuala ya fedha, hali ambayo imekuwa ikisababisha makosa mbalimbali katika utoaji wa taarifa. Ni kwamba wengi wao walioko katika vituo vile hawana ufahamu mzuri kuhusiana na masuala ya fedha. Kupitia mafunzo ya mfumo huu mpya itasaidia kupata njia mwafaka ya kusimamia na kuandaa bajeti ya mapato na matumizi ya fedha hizo na hata kuyatolea taarifa. Kwa hiyo hii elimu ambayo tunapewa leo kwa ajili ya kwenda kuwasaidia wale walioko kule kwenye facilities zilizoko kwenye lower level itasaidia sana kuweza kuwasaidia wale kuweza kujua kwamba wanawekaje fedha zao, jinsi ya kutengeneza bajeti, kufanya matumizi. Awali akifungua mafunzo haya yanayofanyika katika ukumbi wa Tiffany Diamond Hotel mjini Mtwara, kaimu katibu tawala mkoa wa Mtwara Elias Nyabusani anasema mafunzo haya yatasaidia kuondoa kasoro nyingi zikiwemo zile za ukaguzi. Anasema baadhi ya kasoro za ukaguzi wa fedha zilikuwa zikitokana na mapungufu ya kimfumo hasa katika suala la kurekodi na kutoa taarifa za mapato na matumizi ya fedha. Anasema katika kipindi hiki ambacho maendeleo ya kiteknolojia yamekuwa hasa katika matumizi ya simu, mafunzo haya yatasaidia kuzisogeza taarifa kiganjani. Amesisitiza watendaji kuwa makini katika kuhakikisha wanayatumia mafunzo haya kutatua changamoto zinazowakabili. Nafahamu kwamba kumekuwa na changamoto za upatikanaji wa taarifa sahihi za rasilimali fedha zilizopo katika vituo vyetu vya huduma, na hivyo halmashauri kushindwa kutoa taarifa sahihi za matumizi ya ruzuku zinazotolewa katika vituo hivyo, na wakati mwingine kusababisha halmashauri husika kupata hati chafu au hati ya mashaka kutoka kwa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Swala hilo linasumbua halmashauri nyingi, na wakati mwingine kuonekana kana kwamba zinasababishwa kwa makusudi upotevu wa fedha, wakati ukweli ni kwamba hakukuwa na mfumo sahihi kwa kusaidia kulizuia hilo lisitokee. Mfumo huu ni maalum katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na muundo maalum wa kuhifadhi taarifa za mapato na matumizi
na hivyo kuongeza uwazi wa uwajibikaji wa vituo hivi vya kutolea huduma na hivyo kupunguza changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikiwepo awali. Akielezea malengo ya mafunzo haya, mtaalamu wa mifumo ya tehama na mawasiliano kutoka mradi wa P3, Desideri Joseph Wanga, anasema mafunzo haya ambayo yanatambulika kwa lugha ya Kiingereza kama Facility Financial Accounting and Reporting System au kwa kifupi kama FAS, yanalenga kuisaidia serikali kusimamia masuala ya fedha kwa vituo vya kutolea huduma. Sawa, ni mfumo ambao unasaidia kumanage masuala ya kifedha au kusimamia masuala ya kifedha katika level ya watoa huduma. Tunapozungumzia watoa huduma tunamaanisha hospitali au kituo cha afya au zahanati au clinic na kadhalika. Hivyo vitu tunamaanisha shule ya msingi au shule ya sekondari. Hawa ndio watoa huduma. Kwa hiyo mfumo wetu wa FAS ni mfumo ambao utasaidia sana katika masuala ya financial management, kuweza kuona ni kwa jinsi gani fedha ambazo zinatumwa katika vituo vya afya au kwenye mashule zinaweza kudhibitiwa au zikawa managed vizuri. Kwa maana watu wakaweza kuandika financial report, wakaweza kutengeneza payment vouchers, wakaweza kuonyesha mchanganuo wa matumizi ya fedha zile. Sababu hiyo ni changamoto ambayo kwa miaka mingi haikuwepo. Kwa hiyo mfumo wa FAS utawezesha kwanza watoa huduma waweze kuandika au kuainisha matumizi yao, fedha wamezipata, baada ya kuzipata wamezitumiaje, wamenunua nini, kama ni madawa, kama ni chaki, kama ni madaftari. Lakini mwisho wa siku wakaweza kufanya reconciliation kwamba katika fedha hizi tumetumia milioni 10, shilingi kadhaa tumetumia kwenye hii, shilingi kadhaa tumetumia kwenye chaki, kwenye madaftari na vitu kama hivyo, madawa na kadhalika. Kwa hiyo ni mfumo ambao unasaidia kuboresha matumizi ya fedha katika level ya watoa huduma na katika level hata za halmashauri. Anasema mafunzo haya yanaendeshwa nchi nzima, huku kanda ya Mtwara ikiwakutanisha mikoa ya Mtwara, Lindi, Ruvuma, Pwani, Dar es Salaam na Tanga. Mafunzo yanafanyika sasa hivi. Kwanza niseme mafunzo haya yanafanyika sambamba katika mikoa mingine ya Shinyanga, Dodoma, Mbeya, Njombe, Mwanza na kadhalika. Kwa hiyo tumeunganisha haya mafunzo katika mikoa yetu kadhaa. Na lengo kubwa ni kujifunza hasa kuhusu FAS. Kama tulivyosema, FAS inasimama kwa maana ya Facility Financial Accounting and Reporting System. Niseme tu kwamba nimeridhishwa sana na mahudhurio ya washiriki wa programu hii. Tulipata watu wa kutosha kutoka mikoa ya Dar es Salaam, mkoa wa Mtwara ambao ni mwenyeji, mkoa wa Lindi, mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Tanga pia. Tunategemea kwamba baada ya mafunzo haya hawa watapeleka mafunzo katika ngazi ya halmashauri za mikoa yao, na katika ngazi ya halmashauri pale itapelekwa katika ngazi za kata na kwa watoa huduma wa walioko katika vituo vya elimu kama shule za sekondari, shule za msingi na vituo vya afya. Wananchi pia wale ambao wanahusika kwa namna moja au nyingine katika zile kamati za shule au kamati za zahanati na vituo vya afya, uwe ni wakati mwafaka kwao sasa kuhakikisha kwamba zile fedha pia na wao wanafuatilia kwa karibu, na kupitia mfumo huu wanapata taarifa ya nini kimepokelewa, matumizi yake yakoje, na wanapanga taratibu za manunuzi.